Tunaanza kwa kumuona Leonard yupo na mchumba wake anaitwa Stella. Na ghafla anaingia mamake na Leonard. Analalamika kwa kumuuliza Stella ni mara ngapi amemwambia akae mbali na kijana wake, ila hataki kuelewa. Sasa ngoja leo amuoneshe maana ya kumdharau mama inakuaje. Anamuita mlinzi aje kumtoa nje Stella. Huku Leonard anamsii mama yake asimfanyie hivyo kipenzi cha moyo wake Stella. Leonard na mlinzi wakaanza kugombana asimguse Stella, ila akasukuma huko na Stella akabebwa juu akatolewa nje. Leonard amenyanyuka anamuita Stella, ila mama anamzuia, hakuna kuondoka. Sasa hii hapa ni Sacred Vows, Silent Scenes, na hii ni Kusini Icon. Usisahau kulike, kushare na kucomment. Mimi naitwa Majis Junior. Cynthia anajiandaa zake aelekee kazini, na huku kitandani mume wake Leonard anaweweseka anaita jina la Stella hadi anastuka. Cynthia anamsalimia za asubuhi na kumwaga anaelekea zake kazini. Cynthia ni mke wa Leonard na tunakumbushwa jinsi walivyokutana yeye na Leonard hadi kuwa mume na mke. Wazazi wao walikuwa ni marafiki sana, na katika kuendeleza urafiki wao walitamani watoto wao waoane, wakati Leonard alikuwa na mtu wake Stella na Cynthia naye alikuwa na boyfriend wake, ila mama zao hawakuwapenda wachumba waliojichagulia wenyewe, kozi sio hadhi zao kabisa. Hivyo inabidi Leonard amuoe Cynthia, wakikataa mama zao watawapatia laana. Na huo ndio mwanzo wa ndoa ya Leonard na Cynthia, ambapo kila mtu ameolewa na mtu asiyempenda kwa sababu ya kualizisha tu wazazi wao. Sijui tunaelewana hapo. Sasa na leo mamake Leonard wakaalika chakula cha pamoja nyumbani, na mama anauliza kuhusu kuletewa mjukuu, maana yapata muda sasa kimya, ila Leonard anamwahidi mama yake atamletea tu mjukuu. Na mama anasema binti yake Rebecca na mume wake Matthew wanakuja pamoja na watoto wao. Hapati picha nyumba yake itakavyochangamka kwa ujio wa wajukuu zake. Na walipomaliza kula, wanaagana na mama yao na kuondoka kwa nje. Unawaona kama best couple hivi, ila ndani moto unawaka. Leonard anamuuliza mkewe baada ya kurudi nyumbani vipi kuhusu wao kupata mtoto. Ni muda sasa umepita, na isitoshe mama yake anaulizia mjukuu. Jibu la Cynthia, kwa sasa hayupo tayari kuzaa, labda mwakani. Leonard akastuka, basi akasema hakuna shida, amka tusali kwa pamoja kisha tulale. Matthew na mke wake Rebecca leo ndio wamefika nyumbani, all the way from London, pamoja na watoto wao wawili. Leonard na Rebecca ni ndugu, hivyo Rebecca anamuuliza wifi yake Cynthia yupo wapi. Leonard anasema kuna sehemu tu kaenda, ila soon tu atatujoin, na wakaingia ndani kuweka mizigo yao. Leonard na Rebecca wapo zao chumbani wanapiga stori za ndoa zao, na Rebecca ndio anaanza kusimulia mateso anayopitia kwenye ndoa yake na Matthew. Ndio maana akaona arejee nyumbani kidogo kutoka London kuja Nigeria kupumzika kutokana na kutokuwa karibu na Matthew. Anaamini mazingira na familia yake inaweza kuwasaidia kuwa sawa tena, na wakaifufua hii ndoa. Rebecca anasema amekuwa mbinafsi, ajiamuuliza Leonard na Cynthia wanaendeleaje. Kaka anasema lazima amsikilize kwanza mdogo wake kisha ajiangalie yeye. Rebecca anamshukuru kaka yake na mama yake kwa maombi yao yamesaidia kufikisha ndoa hadi hapa ilipo, bila wao hajui kama ndoa yao ingefikia hivi. Cynthia amefika nyumbani kwa kina Leonard na kwa mara ya kwanza amekutana na shemeji yake Matthew na kuanza kupiga story, maana wote wamefahamiana kwenye simu tu, ila leo live wameonana. Cynthia ni mshauri wa masuala ya filamu, Matthew ni mwongozaji wa watalii. Wakaendelea kupiga story na mama Leonard anakuja na kumuuliza Matthew mke wake yupo wapi na Cynthia mume wake yupo wapi, hivyo kila mtu aende kwanza kwa mwenza wake. Matthew akaingia washroom, anasema mara baada ya kuonana na Cynthia kuna kitu kimebadilika kwenye mwili wake, na anashindwa kuelezea na kumuwaza Cynthia muda wote, ila si shemeji yake hatoe mawazo kama hayo, ila anashindwa. Yeye ameshaoa tayari, ana mke na watoto. Rebecca anakuja room na kumwambia kuna mtoko wa chakula cha mchana pamoja. Vipi, anakuja? Ila Matthew akasema anabaki ndani. Rebecca anamkumbusha kuwa leo ni birthday ya Cynthia. Mchizi kusikia hivyo akili yake ikaweuka chap, akanyanyuka na kusema anakuja. Rebecca akashangaa, ila akapotezea tu na kumtaka ajiandae wasichelewe. Cynthia anawasha taa na anapokelewa kwa shangwe la kumtakia heri ya siku ya kuzaliwa na kumpongeza. Hakutegemea kufanyiwa surprise kama hiyo. Akawashukuru sana kwa jambo hilo na wakakaa mezani na kupata chakula cha pamoja. Na mida kidogo Leonard yupo na Rebecca jikoni wanapiga story, huku Matthew yupo na Cynthia, na Matthew anakuja kuwaga anaenda kununua soya dukani, hivyo anaomba company ya Cynthia kumsindikiza. Leonard na Rebecca hawakuona shida, wakaruhusu tu akasepa.
Sasa huku kwenye gari watu wamekunywa pombe na kulewa, na Matthew akaanza kumchombeza shemeji yake na akataka kumkisi, ila simu yake ikaita. Ni Rebecca anaulizia wapo wapi, wamechelewa sana. Matthew akasema hapo njiani wanakuja, na Cynthia kurudi nyumbani break ya kwanza akaenda kupiga mswaki, jambo lililomshangaza Leonard, ila Cynthia akasema chakula alichokula kimemfanya apige mswaki. Na Leonard anaendelea kuulizia ishu ya mtoto na mke anafunguka mwacha pumzike. Kila siku ishu ya mtoto tu, amechoka. Isitoshe Leonard ni mwanaume bora, ila yeye amechoka kuigiza anampenda wakati hampendi. Isitoshe ndoa yenyewe wamefosiwa tu. Cynthia akanyanyuka zake na kusepa chumbani. Huku Matthew naye anamuwaza Cynthia tu, shemeji yake. Anajitahidi kumsahau na kumtoa akilini, lakini anashindwa kumsahau. Anatamani muda wote kumuona tu karibu yake. Na huko Cynthia naye anaota kama kalala na Matthew. Kumbe yupo na mchizi wetu Leonard bana. Akastuka, akatamani hii ndoto kama isingeisha hivi. Leo Matthew akiwa zake nje anangojea gari lije kumchukua, anatokea Cynthia na kumpatia lifti. Na kumbe Matthew anaenda kutafuta kazi sehemu nyingine na amefanikiwa kupata kazi. Anamuomba Cynthia watoke mtoko wa usiku kupata chakula, kisha yeye ndo akubali kuanza kazi mpya. Kama Cynthia akikataa, basi naye hatakubali kuanza hiyo kazi. Na Cynthia hakuwa na jinsi, akasema yes, na wakaenda kusherekea kupata kazi kwa Matthew. Ila tukumbuke hawa ni mtu na shemeji yake. Tuweke hilo akilini. Kuanzia hapo karibu wao ukawa umeongezeka, muda mwingi wanakuwa pamoja, wenyewe wanaenjoy tu maisha kwa pamoja. Hadi Cynthia anampitia Matthew asubuhi na kumpeleka kazini. Na leo mama amemtembelea binti yake Rebecca. Anaulizia wajukuu wapo wapi na Matthew pia yuko wapi. Rebecca anasema watoto wapo juu na mume wake kaenda kazini leo Jumamosi. Mama anashangaa, kwa nini leo awe kazini? Jibu la binti yake kuwa kuna kazi nyingi sana anamalizia na hana hofu wala mashaka juu ya mume wake. Mama akauliza binti yake kama yupo sawa, maana sio jambo la kawaida hilo. Isitoshe alimwambia kuwa sasa hivi mume wake aendi na gari lake tena ofisini. Ila Rebecca ashtuki tu, anaona jambo la kawaida. Upande wa pili Matthew na Cynthia wapo zao out kula maisha, na mchizi anashauri wachukue room ili wacheke movie wapumzike, maana wamechoka sana na kazi. Na mwisho wa siku akafika zao room kwenda kucheki movie kati ya shemeji na Cynthia. Mchizi anamtoa off relax tu, wanacheki tu movie, hakuna jambo lingine. Bibi akaomba ruhusa aende washroom kidogo. Kumbe kaja kuvuta pumzi na kujiweka sawa, maana anahisi kuna jambo lilitokea baina yao. Na wapo zao wanatazama movie inaitwa The Wed. Stories zikaendelea, ila mwisho wa siku hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Leonard anashangaa mke wake amechelewa kurudi na simu yake amempigia lakini haipatikani. Alikuwa na hofu sana, ila Cynthia akaomba msamaha na Leonard akaenda kuandaa msosi kuzilewa amerudi mapema kazini ili awe na mke wake pamoja. Ila mke hakumkuta nyumbani. Sasa mida ya kulala, brother Leonard anaomba unyumba, ila mke anasema amechoka, amwache apumzike. Leonard anaanza kupata mawazo, mke wake amebadilika sana siku hizi, hadi anamkumbuka Stella wake. Sasa siku nyingine Cynthia yupo busy anachati huko na tabasamu kweli. Ndugu yetu Leonard akamkata jicho tu mkewe, akaendelea na harakati zake. Leonard anamuuliza mke wake anaenda wapi weekend kama hii, maana alimuuliza Clement mfanyakazi mwenzake Cynthia na hakusema kama kuna kikao kitakachofanyika hotelini. Jibu la Cynthia, wapo department tofauti, hivyo anaondoka asije akachelewa. Huko brother Leonard anamuomba Mungu isiwe kweli kwa kile anachokiwaza, isije tokea akapiga goti na kumuomba Mungu amtie nguvu na kuinusuru ndoa yake. Sasa wapenzi wamekutana tena kwenye gari, na leo ajenda kubwa, Cynthia anahisi mume wake anamshuku asije akawafumania, hivyo waachane au wasitishe kuonana kwa muda. Ila Matthew anaona ni ngumu kwake kukaa mbali na Cynthia, yani ipite siku asimuone hawezi kabisa. Na Cynthia hivyo hivyo, kwa kila mtu anampenda mwenzake. Sasa milima haikutani, ila binadamu wanakutana. Leonard na Stella wamekutana tena mara baada ya miaka mingi kupita. Leonard anauliza why hakumuona tena kanisani kwao, kisa yeye au vipi? Stella akasema hapana, alienda kusoma ndio amerejea mjini. Leonard alifurahi sana kumuona kipenzi cha moyo wake Stella. Sasa familia leo imekutana kupata tena chakula cha pamoja, na mama mkwe anasisitiza kwa Leonard na Cynthia kupata mtoto, muda unaenda. Na huku chini ya meza Matthew anapitisha mguu na kumgusa Cynthia. Bidada akastuka hadi Leonard anauliza kuna jambo gani? Akasema hakuna kitu. Na Cynthia akaaga anaenda washroom kidogo. Ila nje ya mlango tunamuona Matthew anamsubiria shemeji yake atoke
ila anataka kufungua mlango, bibia anatoka na akamtaka asiongee jambo. Anampatia ruhusa ya leo kufanya tena ujinga wao kwa huu usiku, maana amemkumbuka sana. Huku mama anawaulizia Cynthia na Matthew wapo wapi. Kuna jambo wanataka kujadili pamoja na mama anataka kumleta kwenye kampuni yao. Matthew yupo chumbani anajiuliza amefanya nini hadi kimetokea jambo la aibu kama hili. Ilikuwa hivi, walichoma zao chumbani na kuambiana wafanye chapchapu wasije kufumaniwa. Ila walipomaliza wanavaa nguo, si ndo wakafumaniwa chumbani. Kila mtu akaomba ardhi pasuke waingie ndani au warudishe muda nyuma. Ila ndo hivyo. Leonard alimaindi sana na kuaja shemeji yake amelala na mke wake. Hajapenda kabisa. Ila mama anaomba hii siri ibakie ndani ya nyumba hii. Hakuna kutoka nje. Kila mtu atakuwa amemuelewa na kumtaka Cynthia aende nyumbani kwake na mume wake. Huku akimtupia lawama Matthew amemwaibisha sana na kumvunja moyo. Huku binti yake Rebecca analia tu aongei jambo. Mama anaona kabisa familia yake inasambaratika. Cynthia amerudi nyumbani anaomba msamaha. Ila haoni kama ana makosa, kozi anajua kabisa yeye mume wake hawapendani, hakuna mapenzi. Leonard anasema ni sawa, ila sio kuvunja kiapo chao cha ndoa cha kuwa mume na mke hadi kufa. Cynthia anasema baada ya kukutana na Matthew amejiona mtu mpya na wa kipekee. Itoshe kusema mchizi ana vitu vyake kabisa. Maneno yaliyomfanya Leonard kuchukia sana na akaondoka. Na break ya kwanza ya Leonard ni kwa Stella, kipenzi cha moyo wake na tulizo lake. Kupata tulizo la moyo kwa magumu aliyopitia, sehemu pekee ya kuwa sawa ni kwa Stella. Anajiona kabisa amepoteza kila kitu maishani mwake. Baada ya mwezi mmoja, Cynthia ni mjamzito na mimba ni wazi wazi ya Matthew. Kozi mchizi wetu Leonard alikuwa anambania na akampigia simu Matthew waonane wajue wanafanyaje. Maana wote wapo kwenye ndoa zao. Ila msimamo wa Matthew anasema mimba atailea na hakuna cha kuogopa. Sasa hivi yupo tayari kwa lolote lile litakalotokea mbele yao na wataomba talaka kwa wenza wao ili wawe free. Sasa Rebecca na Matthew wamekuja kumuona daktari. Ni baada ya mtoto wao kuumwa sana na wamechukua sampuli ya vipimo vya wazazi wa mtoto ili wajue nani anaweza kumsaidia. Ila majibu yanaonyesha mtoto na baba genetics zao haziendani. Hivyo baba hawezi kumsaidia mtoto wake. Wakati kikawaida mtoto atakuwa na vinasaba vya wazazi wake wote wawili. Muda wote Rebecca anatetemeka tu. Kuna jambo analifahamu na daktari anahitimisha kuwa Matthew sio baba wa mtoto huyo. Mchizi akastuka sana na break ya kwanza ni nyumbani na kumuita mke wake Rebecca, anamwambia ukweli wa mambo aliyoficha kwa muda wote huo. Alitegemea nini? Mchizi kapima DNA ya watoto wake wote wawili na sio wa kwake. Mama anauliza nini kinaendelea. Rebecca anamsihi mume wake asiongee mbele ya mama yake. Ila Matthew akafunguka na kusema ukweli, yeye sio baba wa Prince na Aurelia. Mama pressure ikapanda, Rebecca amemvua nguo. Rebecca anamlaumu mume wake, alikuwa busy muda ambao alokuwa anamhitaji. Sasa alitakaje? Alitaka yeye afanye nini? Na naye anamtimizia haja zake, hali iliyompelekea kumtafuta mtu mwingine wa kumtimizia haja zake. Matthew akasema Rebecca ni muuaji, ameweza kukaa na siri hiyo kwa miaka yote hiyo. Alikuwa anamuona walivyokuwa wanamuita baba, alivyokuwa analea na kuwatunza wakati yeye sio baba yao. Rebecca ni mchawi. Yaani amewezaje? Na mchizi akaondoka na kumtaka Rebecca asimfuate, amwache mwenyewe. Leonard bado akawa yupo kwa Stella ili kupunguza mawazo na yeye kuwa sawa, na ameamini Stella ndio chaguo lake, na akasema anarudi nyumbani kuongea na Cynthia wake. Na aliporudi nyumbani, Cynthia akadai talaka yake, ila hataki wawe maadui, anataka wabakie kama marafiki tu, na Leonard akasema sawa. Huku naye Rebecca anataka kunywa vidonge apotee kabisa duniani. Anaona kabisa ni aibu, angejua singemchiti Matthew, bila ya Matthew hawezi kuishi, yeye ni mwanamke wa aina gani. Ndipo mama yeye anatoa la maoni kwa Rebecca na Leonard baba yao sio mmoja, na Leonard peke yake ndio mtoto wa ndoa, ila Rebecca ni matunda ya uasherati wake kipindi mama akiwa kijana. Rebecca akashtuka sana kusikia ukweli mchungu kutoka kwa mama yake mzazi. Mama alificha sana siri hiyo, ila baada ya Rebecca kutubu kumsaliti Matthew, mama kuna jambo alilihisi, ndo akaamua kufunguka na akamwambia ukweli binti yake. Hivyo tunapata hitimisho, hii ni laana imetafuna vizazi na vizazi kutoka kwa mama hadi sasa hivi kwa watoto wake. Leonard akaitisha kikao cha familia, na kwa muda huu usio wa kulaumiana au vipi, ni muda wa kuanza upya, na watafunga siku 40 kwa kuomba ili kuvunja laana kwa vizazi vyao na vijavyo. Hii laana inayowatafuna mama, yeye analia tu. Ila Leo
anasema hawezi kuibadilisha jana, ila wanaweza kuibadilisha kesho, na amefikia muafaka wa kila mtu kutengana na mwenza wake. Rebeka akapinga, ila Leonard akasema hakuna muunganiko baina yao wanne, hivyo ni muda wa kuanza upya kwa kila mtu. Matthew na Cynthia wakawa rasmi wapenzi, na Leonard akarudiana na Stella wake, kipenzi cha moyo wake, na anaenda kumtambulisha kwa mama yake. Sasa miezi kadhaa baadaye, Leonard na Matthew wakaitana na kukaa chini kuyamaliza yote na kusameana na kupeana mikono na kuashiria ni zama mpya za urafiki wao. Yaliyopita ametokea, na wakaanza kwa kujikabidhi kwa Mungu kwa maombi. Na baada hapo Matthew akaja kwa Cynthia akapiga goti na kuomba ridhaa ya kumwoa Cynthia na kurekebisha makosa yao, na wamepata ridhaa kutoka kwa Leonard. Hana kinyongo nao, hivyo anataka kumpatia furaha aliyoikosa kwa muda mrefu. Cynthia anamshukuru Mungu kwa kumtimizia furaha na haja ya moyo wake kwa muda mrefu aliyokuwa anaiota usiku na mchana, na akasema ndiyo yupo tayari kuolewa na Matthew na kuwa baba wa watoto wake. Wakakumbatiana kwa furaha. Sasa kuna maneno yanasema, Mithali sura 6 mstari wa 32 hadi 33 inasema, mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake, atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedheha yake haitofutika. Na kufikia hapo nimeutamatisha huu mzigo. Hii ni Kusini Icon na mimi ni Magis Junior. Till next time. Ciao.